Yesu alishamaliza kazi msalabani. Naam. Tembea katika uhuru ya kwamba Kristo alilipia magonjwa yako, tabu zako, dhambi zako, shida zako. Ishi katika ule ushindi ambao Yesu alitupa msalabani. Biblia inasema Warumi 8:37, tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Yesu alikupenda tayari na ana ushindi wako. Sasa sikiliza, kwenye pitapita zangu bwana, nimepita kwenye kanisa moja hivi kubwa, linaitwa Renafe. Sasa mtazamaji, mimi kuna kitu nilikuwa nataka tufanye. Nimepita hapa, nimeona washirika, lakini bwana nimeona mchungaji wewe pale. Bwana sasa siwe. Amina, Bwana siwe. Amina, kwema? Safi tu. Unaendeleaje pastor? Mungu ni mwema kabisa. Tunasherehekea Pasaka, mambo yako vizuri tu. Naam. Ndio. Aisee bwana, nimekuja maeneo haya nikasema nitakutana na mchungaji au mtu yoyote, lakini kwa bahati nzuri kabisa nimekutana na wewe. Sawa kabisa. Utukufu kwa Bwana. Amen. Umeamkaje? Nimeamka salama. Sawa kabisa. Sasa ndio. Kuna swali moja ambalo natamani nikuulize, ambalo pia itakuwa ni kwa faida ya watazamaji pale. Sawa. Hivi neno Pasaka lina maana gani kwako? Pasaka. Pasaka, namba moja, nimepata kumfikia Mungu moja kwa moja. Yesu amenifanyia njia. Biblia inasema Yesu alipokata roho, pazia la hekalu lilipasuka mara mbili. Maana yake watu waliokuwa mahali pale, kwa sababu unajua hekalu la Yerusalemu lilikuwa limegawanyika mara tatu. Kwa kulikuwa patakatifu pa patakatifu na sehemu nyingine ya kawaida. Kwa hiyo wale ambao walikuwa pale patakatifu wakisubiria kutolewa sadaka zao na nini, Yesu alipokata roho, pazia la hekalu lilipasuka mara mbili. Kila mmoja alipaona patakatifu pa patakatifu. Hii inamaanisha nini kwangu kwa wakati huu? Simuhitaji baba yangu wa kiroho kumpata Mungu. Sihitaji nabii yeyote kumwona Mungu. Sihitaji mtume yeyote kumfikia Mungu. Ninaweza kumfikia Yesu moja kwa moja. Ninaweza kumfikia Baba moja kwa moja kwa sababu ya kila alichokifanya Yesu msalabani. Nikwambie kitu kingine? Wakolosai 2:13. Biblia inasema tumepata msamaha wa dhambi. Pasaka inanikumbusha kwamba dhambi zangu zimesamehewa, makosa yangu yamesamehewa, haijalishi nilifanya maovu gani. Lakini siku ile nilipomwamini Bwana Yesu na kazi yake ya msalaba ikathibitika ndani yangu, nilipata msamaha wa dhambi. Amen. Kwa hiyo nina furaha, nina amani ndani yangu. Warumi 8 inasema hakuna hukumu yoyote kwa yule aliye ndani ya Kristo Yesu. Nina amani na Bwana. Amen. Sawa kabisa. Nikwambie jambo lingine? Sawa, niko tayari. Wakolosai 2:14. Biblia inasema hati zote zilizokuwa na mashtaka juu yangu, Yesu alipokufa msalabani alizigongomea pale msalabani. Laana zangu, mikosi yangu, matamko yote yaliyotamkwa juu yangu, Bwana Yesu aliyaweka pale msalabani. Sihitaji kutoa sadaka yoyote ili yale yafutwe, alishafutwa tayari. Sihitaji hata kuombewa ili yafutwe, yalishafutwa tayari. Ninatembea katika imani hiyo ya kwamba sasa nipo huru kwa sababu ya kazi ya Yesu msalabani. Amen. Nikwambia kitu kingine? Niko tayari. Sikiliza. Damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kuondoa kila kitu kiovu ndani ya maisha. Sio kwa kutoa sadaka. Petro wa kwanza 1:18, Biblia inasema si kwa fedha, si kwa mali. Hakuna mali yoyote, hakuna fedha yoyote ambayo ingekuwa na uwezo wa kuondoa ile laana ya kiukoo, zile dhambi za kiukoo, ile mikosi tunayorithi kwenye bloodline ya kiukoo. Biblia inasema wanadamu yeyote, sadaka yoyote, mali, fedha, chochote kile kisingeweza kuondoa ile nguvu ya laana ya kiukoo. Ni damu ya Yesu pekee ndiyo yenye thamani kubwa ya kuondoa. Kwa hiyo ninatembea katika ushindi wakati wa Pasaka nikiamini ya kwamba tayari Yesu Kristo alishalipia mikosi yangu na dhambi zangu zote. Sihitaji kwenda kutoa sadaka kwa mtu yoyote. Sihitaji kwenda kutoa sadaka kanisani ili niweze kuondolewa mikosi, kwa sababu Yesu alishaiondoa. Nikupe la mwisho? Sawa, haina shida. Amen. Nikupe la mwisho? Amen. Sasa la mwisho ni kwamba mabadilishano yamefanyika pale msalabani.
ninakumbuka ya kuwa Yesu alichukua magonjwa yangu, mimi nikachukua afya yake. Alichukua huzuni zangu, mimi nikachukua furaha yake. Biblia inasema Isaya 53, kwa kupigwa kwake yeye sisi tumepata afya, tumepata kupona. Unanipata vizuri? Wakorintho wa kwanza inasema yeye alifanyika kuwa maskini ili sisi tupate kuwa nini? Matajiri. Kwa hiyo kipindi hiki cha Pasaka nayakumbuka mambo yote, alafu nikiyakumbuka naanza kumtukuza Bwana. Okay. Nimekujibu? Yeah, of course. Amen. Mungu akubariki sana. Ndio. Mtazamaji anayekutazama pale anatamani kusikia neno la faraja kutoka kwako. Unamtiaje moyo mtazamaji? Yesu alishamaliza kazi msalabani. Naam. Tembea katika uhuru ya kwamba Kristo alilipia magonjwa yako, taabu zako, dhambi zako, shida zako. Ishi katika ule ushindi ambao Yesu alitupa msalabani. Biblia inasema Warumi 8:37, tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Yesu alikupenda tayari na ana ushindi wako. Kwa hiyo ishi katika ule ushindi wa Kristo, usitafute kushinda kwa sababu tayari umeshashinda. Mungu akubariki. Amen. Mchungaji, safari njema. Asante, Mungu akubariki.